Huyu anaweza kawa mimi au wewe. Umeingia shambani kulima mpunga kwa mfano, umeanza na heka 10, vizuri kabisa. Na heka zako milioni 30, Mungu amekujalia umetoa milioni 90 au 100, inawezekana. Sasa umeanza na heka 10, kwa sababu umeshapata faida, unaamua sasa kuingia miguu yote na kichwa chote. Unaamua kuingia kwenye heka 100. Pesa uliyopata kwenye heka 10 unaamua kuirudisha yote shambani. Lakini haitoshi. Unaamua kutengeneza pia mkopo. Mwisho wa siku hela yote inabaki shambani. Inatokea hasara kubwa, unabaki na madeni. Ni aina ya gambling. Unashauri ufanye nini? Kwamba kama umeanza na heka 10, Mungu amekujalia, umetoka vizuri. Jitahidi kuweka kiasi hicho, maintain kiasi hicho walau kwa misimu 2 au 3. Na kama kuongeza utoke kwenye heka 10, basi uende kwenye 12, 15 hapo. Urudie tena, uende hivyo na hivyo. Lakini unapotoka kwenye heka 10, Mungu amekusaidia, unaamua kukusanya na nguvu nyingine za ziada kwenda kwenye heka 100, kuna uwezekano wa kuacha pesa huko na ukarudi chini zaidi ya kabla kuanza kilimo. Huyu ni wa kwanza. Wapo wakulima wengine ambao wana time season zenye bei kubwa. Anajua kabisa kwamba mwezi wa 3 na wa 4 pale mazao ya bustani yanafanya vizuri sokoni. Nipende kukwambia kwamba ukiona bei sokoni zinakuwa juu, maana yake ni nini? Kwamba kwenye uzalishaji kuna changamoto nyingi, kwa sababu wakulima hatujawahi kwenda likizo ya pamoja. Kinachofanya bei ziwe juu sokoni ni changamoto kwenye upande wa uzalishaji, ni changamoto mashambani. Kwa hiyo kama unataka kujifunza kilimo, usiwe na mindset tu ya kwamba ni misimu yenye bei kubwa, kwa sababu bei kubwa zinakuja na changamoto zake nyingi kwenye upande wa uzalishaji. Ungana na mimi, endelea kunifuatilia. Swali lolote ambalo unatamani tuzungumze kuhusu kilimo, weka chini kwenye comment.